We Mr. Officer Charles. Officer Charles. You know, wakati mambo yamefanyika, mambo yamechemuka, mimi huwa sipendi at that is the time I'm going to hide in between the bushes. Mimi ninapenda kusema ukweli. Na ninapenda sana tuweza kusimama katika njia ambayo imenyoka. So sisi sote, wewe ukiwa hapo mahali huko ukiniangalia, mumesikia messages ambazo Senior Dev amesoma. Na watu wamekuwa na maswali mengi, watu wamejiuliza maswali mengi, na wengi hawakutaka kutaja jina ya Officer Charles. Kwanza kama unaangalia hii video, usiwe mwepesi wa kunitusi. Manake ninajuanga kuna watu wengine wako so terrible. Mtu kwa sababu nimeongea tu, halafu mtu ambaye achukua simu mara moja, wewe ni mjinga, sikupendi, sijui wewe ni nini. No, my friends. Njoo. Mimi ninakuita njoo. Kaa hapa. Tuweza kusemezana, tuongee, tuweza kufikia jibu mwafaka ya kile kitu ambacho kinaendelea. Manake kiukweli ukiangalia, kama wewe ni mtu mwenye unasikiliza vizuri, kuna maswali mengi ambaye hata wewe utakuwa umejiuliza. Ni nani zile message ambazo zimeandikwa, ambazo Senior Dev amesoma, zinamringa nani? Hilo ni swali ambayo wengi wamejiuliza. Na kiukweli ukiangalia from the look of things, ni wapi 40k ilipeanwa? Ukijiuliza hivyo, ni wapi 40k ilipeanwa? Kama sio ile mission yenye Charles officer wameenda na wale officer wengine wameenda kwa msitu. Wale maofisa ndio wamepewa 40k. Wale maofisa ndio walipewa 40k. That is the first thing that you need to understand and you need to know. From there, so ninapozungumza nikisema Officer Charles, that is why nakwambia usiwe mwepesi wa kurusa mawe. Tulia kwanza. Piga hii video like. Uangalie mpaka mwisho ujue ni nini ambacho nimekifanyia utafiti na ni nini ninalete hapa. Yes, huo ndio ukweli. Lazima tuambiane ukweli. The truth of the matter. Lazima tuambiwe, mbona tudanganywe? So, mimi ninapotamka jina la Officer Charles, I know Officer Charles very well. Officer Charles kwanza ni kipenzi cha wengi hapa ndani. Uwezi kunidanganya. I know personally Officer Charles ni kipenzi cha wengi. Mimi pia nikiwa hapo ambaye nilikuwa nampenda kwa sababu ya ile utendakazi wake mzuri. Officer Charles amefanya kazi nzuri. Yenye tunaangalia hivi mpaka tunaona kweli Officer Charles amejikakamua katika kufanya kazi. Hilo tusaona. Hakuna mwenye anapinga hilo. Tusaona. Lakini sasa swali ambalo tunauliza hapa, kuna haliteti ambayo imeingia hapa. Kuna messages ambazo zimesomwa na Senior Dev, ambazo pia Senior Dev lazima hawe hapa mstari wa mbele kutujibu baadhi ya maswali ambayo tunauliza, ili tuweze kuelewa ni nini kinaendelea, ukweli uko wapi na uongo uko wapi. Yes my people, and I believe by the end of this video utakuwa umeelewa mbivu na umeelewa mbichi ni gani. Ukweli utapainisha mwenyewe, maana kila kitu kinachiweka wazi. Everything kinachiweka wasi. So my people, mimi nimesema kwanza Officer Charles anafaa kutuambia the truth of the matter ya kile kitu ambacho kinaendelea. Manake ukiangalia katika wale maofisa wote ambao wamewahi enda mission za Senior Dev, afisa mwenye amepiwa risasi ya mguu ni Officer Charles. So hiyo message ilipokuwa inasomwa hapo, automatically ilikuwa inamuendea Officer Charles.
That is the truth of the matter. Manake hakuna ofisa mwingine mwenye amepiwa risasi ya mguu. While in the mission, hakuna mahali 40k imepeanwa kama si ile mission ya Officer Charles. That is the only mission ambayo ililipo 40k. So, ninapotamka jina la Officer Charles, I know what I'm talking about. And Sinadef, mtueleze ukweli. Ukweli tuweze kuelewa vizuri. Manake mumepeleka Officer Charles hospitalini. Nyinyi aidha mlikuwa ama hamkukuwa, lakini mlikuja kucheck mgonjwa wenu. Na huyu Officer Charles achapelekwa hospitali na magoons. Nataka mnielewe vizuri. Officer Charles achapelekwa hospitali na magoons. Amepelekwa hospitali na watu ambao ni watu wake wa karibu. Sinadef, nyinyi ndiye mmepeleka huyu mtu hospitali. Sasa kile kitu ambacho sielewi na kile kitu ambacho kinafanya mimi ninaanza kusimama kupinga hizi messages ambazo nimesikia hapa. Kama jaribu kufikiria na mimi, kama magaidi walikuwa wametengeneza deal ya kuweza kufanya yote hayo, waweza kupatiana 2 milioni yenye inasemekana, Officer Charles akachiumize, from there wakampeleka hospitali wakapiga deal na daktari, ungeniambia. Manake alingeweza kueleweka eti Sinadef wamepepa mgonjwa wakamchukua kwa hospitali, the very hospital ambayo daktari amefanya maagano na magaidi. Au was that a coincidence? You know, I'm asking myself questions. How will that be a coincidence? Sasa mimi hapa kile kitu ambacho ninaanza kuelewa, hawa magaidi hata sasa hivi kile ambacho tunazungumza hapa ni deal ambayo inaendelea kusunguswa hivi. Kuna gurudumu ambalo linaendelea kusunguswa. Lipapaise wewe mtazamaji, limpapaise Sinadef, na pia kugongelea msumari moto kwenye kidonda limpapaise Officer yani DCI Fred. Yes, understand me well. Na nilikuambia katika video zangu za jana, kama unanifuatilia vizuri, hawa watu, hawa magaidi, hawamtafuti Sinadef. Hawa magaidi hawana shida na kile chenye Sinadef wanafanya. Hawa magaidi wako na shida na DCI Fred. So mimi ninajaribu kuona, ninaona kuna uwezekano hawa magaidi walikuwa wamepanga na wakachua kabisa huyu msichana ataitwa, wakaset a deal. Sile message zikafanya kuandikwa tu na asiko ukweli. Sile message zilipoandikwa silikuwa sinachua kuna uwezekano huyu msichana apatikane ama atafute njia yoyote ile, ama upati hata kiateka ako in the crew ya kusaidiana ili huyu msichana afike kwa Sinadef. Akisafika kwa Sinadef, wanaelewa kitu chenye magaidi wanaelewa. Sinadef kitu anafanya ya kwanza is to sanitize the phones. Ili wanapoenda kusanitize zile phone, ile message isipatikane. Message zile, na ukumbuke si za kweli, sikipatikana watakuwa wamemkoroga DCI Fred. The same way uliona DCI Fred already amekorokeka, mpaka ameambia Sinadef, kama mambo ni kama haya, mimi usiwe unaniita. Kama vitu sini, hiyo inasungumusia nani? Ni nini kinaendelea? Already walikuwa wameset na wamechua vile watateka nyara akili ya DCI Fred. Wakisa muimburison Officer Charles nini DCI Fred, huyo ndiye wanatafuta. Wakisa muimburison akili zake, from there watachua vile watacheza. Wamuondoe kile kitu chenye wanataka kabisa, is to separate Sinadef
and DCI Fred. Kutoka hapo waanza kupanga vile wanaweza wa sasa wakampata Senior Dev kando wakamalizana na yeye. Wakampata DCI Fred kando wakamalizana na yeye. Maana ukumbuke Bravo mke wake Chiriku already yako na kisasi na DCI Fred. So my friends, haya mambo ni mambo ambayo tunafaa kuyaangalia kwa akili ya hali ya juu. Na nishakwambia kutoka hapa, haingekuwa a coincidence Senior Dev wabeba mgonjwa ambaye amepigwa risasi kwa msitu, wakampeleka into the same hospital yenye daktari asafanya maagano na magaidi. Hilo sioni ingekuwa aje ukweli hivyo. Na swali lingine ambalo linatufanya tufikirie vizuri kabla tujamlaumu Officer Charles, kabla tujaraumu Senior Dev, wala kabla tujaraumu mtu yeyote yule. Senior Dev walipepa huyu mgonjwa kwa msitu. Senior Dev mwenyewe na kinywa chake nikamsikia akitamka akisema, "Oh, damu ni mingi, damu inatoka. Hebu tungangane, tusaidiane, usimulike damu, usifanye nini." Senior Dev, wewe hukuona kidonda cha mgonjwa wenu? Maswali hayo Senior Dev atuambie ukweli. Na kama walimpeleka hospitali, nyinyi mlienda mkarusha, mkaachana na yeye, hamkufuatilia muone, kwani hata mgonjwa wako ukipeleka hospitali au fukuswi kukaa hapo uangalie vile anatibiwa? Maana hiyo ni kesi yenye ilikuwa ya emergency. Ukifika hospitali ni yako katurosa kararuliwe haraka, kidonda kionekane kiko hapa, kianze kurekebishwa, kama ni bullet iko ndani itolewe. Hapa kuna ukora. Maana Senior Dev mwenyewe kuna video wametengeneza hapo nyuma, akatuambia wameangalia wakaona hiyo risasi ilikuwa imeingia kwa nyama, haijaingia kwa mfupa. So kuna uwezekano kuwa ilikuwa ni rubber bullet ndio ikaingia kwa nyama na haikufika kwa mfupa. Na kama ni hivyo ilipotolewa, manake I'm looking at something. Unapopeleka mgonjwa kama huyo hospitali, uwezi ukaniambia utafika hapo admitiwe, umuache hapo wewe uende zako, uache daktari akikaa na yeye akimtibu. No, unakaa hapo kwa sababu it's an emergency, angaliliwe mbio ndio hata mambo mengine ya pili na vitu zingine na kumutengeneza process ya kumrasa hospitali na mambo mengine siendelea kufanyika baada ya yeye kufanyiwa first aid ambayo alikuwa afanyiwe hapo Senior Dev ukiwa hapo. So I don't think that hizi vitu zenye tunaambiwa hapa they are making sense to my mind. Na hapo kwa sababu lazima tujue who we are dealing with. You are not dealing with Chorea. We are dealing with Bravo. Mtu mwenye pia akili siko sawa. Mtu mwenye anachua vile anaweza akageuza kesi mpaka ikawa kitu kingine tofauti. Ukapaki hapo ukirukaruka ukienda hapa na kule ukiwa ukielewi ni nini kinachoendelea. My people, this is the time tunafaa kuwa wapole. This is the time tunafaa kuangalia at things well. Tuangalie vizuri. Tuweze kuelewa kwanza kuwa Officer Charles aliumia kweli na tuliona. Officer Charles ameishi hospitali. Senior Dev confirmed waliona. So mambo ya kusema eti sijui kidonda akapewa 2 million sijui nini water and hayajaningia akili vizuri. Bado sijaelewa. Senior Dev, usije ukasoma message nusu ikaja ikabreak your relationship and your viewers and the relationship of the DCI, mukakosana na yeye. My friends, it will be too hard for Senior Dev kurudisha imani ambayo itakuwa imepotea. So my people, kile ambacho ninawaambia, please tuwe wapole, tutulie. The truth of the matter itakuja. Everything. Maana DCI Officer Charles
Ni mtu mwenye niliona kama ni mtu mkweli. Ni mtu mwenye anaweza akasimamia ukweli na akasema this a spade and not a big spoon. Mbona tukae tuanze kuongea yetu? Waeri yule mtu ambaye ili jambo linakusa yuko hajafa, angekuwa amekufa ndio tungepaki kuagiza tukiulizana, hoi kumbe ilikuwa hivi, kumbe tulitiwa kwa box na sisi tukaingiliana na hatukuelewa. Lakini sasa hivi yuko, anaweza akakuja hapa na akaelezea kile chenye kilifanyika. Hey my people, don't be worried. Usichari wala usishangae. Haya ni mambo ya dunia na kila kitu itakuwa sawa. Na believe me, vile nimekuambia hapa hivi, utakuja kupata ile state deal yenye imepangwa. Sinedevu akutane nayo na aweze kuonana nayo na ichukuliwe hivyo hivyo vile ilivyokuwa. That is why hichi kimwanamke kilikuwa kinaongea sana, maneno mingi, mdomo uko mbele kuliko kila kitu. Ili yale maneno, that is why hata simu alikuwa anakaa hivi, eti anataka kukatalia simu lakini anataka kuiachilia. Anataka kukatalia eti anaachilia. They knew ile simu itoke mkononi na iweza kufanya third sanitization. Ili chenye walikuwa wamepanga kiwe ukweli. You will come to tell me hicho kitafanyika. Muwe na wakati mwema.